Bunge oye. One and one. Wepinga kaende one term. Yangu ni machache. One term. Na nimesimama hapa kuongea ukweli na ukweli kabisa kwa sababu mimi uniite pastor. Chunga yude wako area. Hello. Mimi niite pastor na nimekuja kuambia ukweli kabisa. Kwa sababu nisipowaambia hii ukweli hakuna mtu mwingine atakuja kuambia hii ukweli. Nitaanza kwanza kwa huyu mtu ambaye kwa mara nyingi nimesikia kitajwa hapa sana. Mtu kwa jina Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua, mimi ni pastor. Gachagua ni matusi. Nimekuja kuhubiri ukweli. Gachagua Rigathi, for information, hakuna kipengele chochote mpaka saa hii ambacho unaweza sema kinazuia Rigathi Gachagua kusimama president. Kwa sababu gani nitasema hivyo? Nitawapatia flashback kidogo. Uhuru na Ruto walikuwa pair. Na that time walikuwa na kesi kula ICC. Tukawa tunazunguka huku tukisema baba atakuwa na kazi rahisi, maana hawatasimama. Walisimama, hawakusimama. Sheria ya Kenya inasema you are not guilty until proven guilty. So Rigathi Gachagua amekuwa mahakamani, kesi yake imetolewa hukumu ya kwamba ana makosa. Yeye amesema hata simamia pale, anasonga mbele, anaenda kukata rufaa, na baada ataendelea hivyo mpaka 2027 itampata kama bado ako wapi? Kotini. Akipatikana bado ako kotini, ni nini namzuia kusimama? Kuna kitu namzuia? Maana atasimama atasema mimi hakuna mahali koti inanizuia ama sheria inanizuia kusimama. Kesi bado ninayo. Nikimalizana nitamaliza kesi yangu. Vile Ruto walichaguliwa wakiwa kula ICC na kesi, si walifanya kesi yao wakiwa ICC na kesi. So mtu asikudanganya Rigathi Gachagua hata simama. Natoka hapo na nikuje nitangaze kwamba mimi namsupport Ruto. Na namsupport Ruto. Bwana Spika, tuko katika bunge. Na Raila Amolo Odinga alileta bunge kutetea wananchi. Na bunge ilikuwa mahali tunakosoa serikali na kusema mambo ya ukweli. Member kwa floor anadanganya Wakenya. Anatuambia ya kwamba ati Rigathi Gachagua hakuna kipengele katika katiba inamkataza asisimame. Katika katiba ya Kenya, the Kenyan Constitution 2010 is saying this way: if you are impeached, you cannot contest. That is why we have a number of governors who are impeached. They cannot contest. The reason Rigathi Gachagua is making noise and is going to court, he wants his impeachment to be thrown out. And in fact, I want to inform you, when we are talking matters about impeachment, a member of any position elected by the people is not impeached by the court. Is either impeached by Senate, like Rigathi Gachagua was impeached. So Rigathi Gachagua stands impeached and he cannot contest for any election. Nasema hivi, katiba ya Kenya 2010 inasema ya kwamba just be silent, katiba inasema mtu yeyote ambaye amekuwa impeached hafai kusimama kwenye kiti chochote. Na impeachment of any elected leader, impeachment ya mtu yote ambaye amechaguliwa, inafanywa na Senate na National Assembly. Koti haifanyi impeachment. So if you stand impeached, umeondolewa kwenye kiti. Umeelewa? Asante sana. Thank you for nashukuru sana kwa hiyo hivyo. Na nitakurudisha nyuma kwa sababu umesema, nitakupa mfano mmoja. Kuna gavana alikuwa anaitwa Mike Sonko. Sonko alikuwa impeached.
Sonko baada ya kukuwa impeach, Sonko alienda kusimama Mombasa. Ukweli uongo? Lakini alikuwa ameenda ama hapa? Alikuwa ameenda ama hapa? Alikataza na koti gani? Wacha kutudanganya. Sio koti ilimkataza. Nataka nitoke pale. Natoka pale nakuja kwa siasa. Nakuja kwa siasa. Nimesimama sasa kumpigia Ruto debe. Na nampigia Ruto debe namna hivi. Okay. Nampigia Ruto debe namna hivi. Ombi la moyo wangu. Hata nilikuwa nataka huyo Gachagua asimame. Mimi. Unataka mate simame. Sasa sikiza. Nilikuwa nataka huyo Gachagua asimame. Kana Gachagua asimame, Kalonzo apewe nafasi asimame, Sifuna apewe nafasi asimame, Eugene asimame, Martha Karua asimame. Alafu tuanze kuwaweka kwa sababu mimi nikiangalia Ruto ako kwa uwanja. Ruto tayari yako na mpira anacheza. Na hawa wako kando ni mashabiki kama nyinyi hivi mnanishabikia. Asante kwa kunishabikia. Sasa wanashabikia yeye, afadhali huyu amekuja kidogo akashika mpira yangu. Hawa wasemi tutacheza hivi mpira hivi. Ruto anawaambia mimi najenga affordable house. Najenga barabara. Na hao wanasema hakuna nyumba, hatutaki ujenge nyumba, hatutaki ujenge barabara. Hawapeani alternative. Siasa kama mtu alisema tubadilishe nchi Kenya na siasa yake, tunabadilisha namna gani? Mtu akuje na ideas ya kubadilisha apart from ya ule mwenzake ako nayo, tuiangalie kama hii idea itakuwa nzuri kushinda ya huyu. Lakini mimi ukikuja unakuja kunibisha, mimi sifai na uniambii hii na hii umefanya mbaya na mimi nitakuja kufanya hivi. Ndio hata mtu akona masikio na mtu akona macho aone idea yako ikiwa better off. Unakuja tu ukizunguka huko. For information, mtu kama Kalonzo amekuwa kwa siasa miaka mingi. Ruto ndio anamjengea barabara ya kwenda kwake. Amekuwa wapi? Tukuja kwa mtu kama Sifuna ni mtu amekuja ndio. Na amekuja mbio sana. Na hata Sifuna ndio akuja kufika hapa. Kuna mmoja alikuwa ameinuliwa bado. Anaitwa Natembeya. Natembeya aliinuliwa mpaka kaona kwa mawingu. Mpaka tukaanza kusema presidential material. Ako wapi? Hata huyu Sifuna ameinuliwa tu. Ataachwa tu kwa hewa na atahanga. Mtu kama huyu Martha ni mtu ambaye hata hatuwezi kumconsider, maana aliapisha mwingine usiku hapa. Sasa yeye atalinda katiba? Hawezi kutulindia katiba. Sasa ni nani anaweza simama na huyu kijana huyu? Na kijana huyu aliwaambia tu mimi nitanyorosha hawa watu. Na akanyorosha Raila na akiwa na Uhuru pamoja. Sasa saa hii nikuulize ni nani atakuja kumtoa? Na anasemanga sio wazimu na sio mlevi. Anaangalia huyo kijana ni tosha, piga kazi.